Mungu ni zaidi ya mfanyabiashara. Mungu hakuna kitu alishawahi kutufanyia kama wanadamu hana mahesabu au hajafanya kwa mahesabu. Nitatolea mfano mdogo sana juu ya mtoto wake. Nani? Yesu. Mungu alipokuwa anamleta Yesu alimwandalia mazingira mazuri, hakumwandalia mazingira magumu. Mungu alijua ya kwamba mtoto wake anahitaji kuishi maisha ambapo hatadai, hatalalamika, hatalia, hatapitia shida. Akitaka kuvaa atapata, akitaka kula atapata, kila kitu. Akamchagulia watu watakaomtunza. Baba yako kabla hajakuzaa, Mungu alimchagua kumtengeneza kwa ajili ya familia. Wala hakutokea from nowhere akakuzaa wewe. Naendelea vizuri? Mungu hajawahi kumleta mwanadamu bila mpangilio. Shetani anavuruga mipangilio Mungu aliyotupa. Mungu akamwandalia baba yake ambapo ata-act kama baba yake, Yusufu. Alipomwandaa Yusufu kusoma Biblia vizuri, Yusufu alikuwa ni carpenter anayefahamika miji yote. So carpenter wa vichocholoni, alikuwa anafahamika, ndio maana alikuwa na Yusufu wa wapi? Wa Nazareti. So alipokuwa amemchagua, alikuwa ni carpenter ambapo ni tajiri anafahamika. So akamwandaa kuwa baba yake. Sasa katika kumwandaa, manaka amemwandaa katika utajiri waliokuwa nao amtunze mtoto wake. Alifahamu ya kwamba mtoto wake atatafutwa, sio kwamba alikuwa ajui. Ndio maana alikuwa anatumaga messenger, malaikas. Ukiongea na baba yako jinsi alivyoanzisha familia, mlikuwa vizuri ndugu zangu. Alikuwa na malengo mazuri baba yake alipoanzisha familia. Alikuwa na maono. Hakuna mzazi asiyekuwa na maono. Hakuna mzazi anayetaka azae watoto kwenye shida. Hakuna. Kila mzazi anamkuta na mpango mzuri sana. Alikuwa anatumika na malaika. The same applies Mungu anapotuonyesha. Alimleta Yusufu akampa maono jinsi atakavyomlea ile familia. Maria akaja akapata mimba kwa njia ya miujiza. Okay, anazaliwa Yesu katika mji ambapo ni wa kigeni. Alijua ya kwamba huyu Yesu atatafutwa na mfalme. Na wachawi au wasoma nyota watagundua kwamba Yesu anakuja. Naongea na watu. Walipogundua anakuja, mfalme akawatuma wamtafuta ile nyota ambapo anamtafuta nani? Anayezaliwa. Ambapo anazaliwa ni nani? Ni Yesu. Manake lengo lao lilikuwa ni nini? Kumaliza nani? Yesu. Kumaliza nini? Maono. Kumaliza nini? Future. Kumaliza nini? Wokovu. Ndio malengo hayo. But malengo yaliyokuwa na target kwamba atakayezaliwa yule mtoto atakuja kuwa ni mfalme mkubwa ambapo atafunika ufalme wako. Kumbe adui alikuwa na sababu ya kwa nini anammaliza yule Yesu. Sasa Yesu Maria anakimbizwa katika mji, anapelekwa Egypt. Sasa walipoelekea wakafika katika ule mji, Biblia inasema hivi, watu wengi wanasema alienda kuzaa kwenye sehemu ambapo ni aibu, sijui kwenye zizi la ng'ombe. Ndugu zangu, walifika katika mji ule, ilikuwa ni muda wa kuhesabu watu. Mji ule una Biblia inasema hivi, hoteli zote zilikuwa zimejaa. The whole city. Matajiri wote walikuwa wameenda katika mji wao kuhesabiwa. Wakafika mji, hoteli zote zimefanyaje? Zimejaa. Zilipokuwa zimejaa sasa, wakatafuta sehemu ya kukaa. Kwa bahati mbaya, mama yake Yesu akapata uchungu kabla ya kupata nini? Eneo la kukaa. Wewe unaweza kuwa umeandikiwa cheti chako umezaliwa Muhimbili, kumbe ulizaliwa kwenye Migomba. Naongea na hao. Wazazi wana siri zetu. So unakuta ameprocess cheti umezaliwa sehemu fulani, kumbe anajua kabisa ulizaliwa kwenye ice. Sasa uchungu ukampata nani? Mama. Umempata mama anataka kumzaa mtoto, inabidi amzae katika mazingira yaliyokuepo. Mazingira gani? Lazizi la nini? But lengo ilikuwa ni kumlinda usalama wake. Mimi nahisi pia mpango wa Mungu asizaliwe kwenye hoteli. Kwa sababu angezaliwa kwenye hoteli, ungekuta wale matajiri wangemkuta kula, angemmaliza. Niongea na watu. Biblia haikuishia hapo. Shetani akaanza kumtafuta, akagundua miaka miwili imepita, huyo jamaa atakuwa amekuwa. Mbona hao niliowatuma wamaliza wa jamaa hawajarudi? Yesu anaingia katika level nyingine. Wewe sio Yesu, hata wewe familia yako haina ye wala Yesu. But shetani anamtafuta juu chini ammalize. Look, anamaliza ufalme unaokuja kutukomboa sisi. Wewe ufalme wako unakomboa wewe na mji wako na watu tu 100. But anakuja kumaliza mtu anayekuja kukomboa nchi dunia nzima. Shetani anamtafuta. Esikuhusu wewe. Esikuhusu wewe na familia yako. Shetani atakutafuta. Sasa shetani akampa maono nani? Mfalme.
Mfalme akatuma jeshi wammalize nani? Yesu. Na Mungu akatuma malaika wake. Wakamkimbize huyo mtoto. Tokeni katika mji huo. Kimbieni. Wakatafuta namna ya kukimbia. Katika kukimbia, Yusufu anahusika kuwa na uwezo wa kumkimbiza mtoto na kumtunza mpaka alipokuwa. Tunamwona Yusufu anatokea tena mwingine siku ambapo Yesu amekufa msalabani. Kwa sababu ya aibu aliyoipata Yesu, akajitokeza Yusufu mwingine anakuja kumkomboa, kutoa aibu. Alipokuja akamvalisha nguo mpya, a new gown. The Bible says matajiri katika kipindi hicho walikuwa wana tabia za kuandaa sehemu watakaopumzika. Maana yake watakapozikwa. Maana yake walikuwa wananunua makaburi like mtu anaandaa makaburi yake kabla hajafa, kabla hajaumwa. Tajiri mmoja anaitwa Yusufu na alikuwa na kaburi lake ambapo aliandaa, anajua kabisa kuna sehemu kuna kaburi. Akaenda akatoa kaburi yake kwa ajili ya kuhifadhi mwili wa nani? Wa Yesu, asipate aibu. Alikuwa ndugu yake? No. But God prepared. Let me tell you one thing. Katika maisha unaoishi, jinsi ulivyo Zuba, let me go this side. Katika maisha unaoishi, Shetani amekuandalia mipango ya kukutoa kwenye leli. Ya kuambia ndugu yangu, hii familia yako haitaweza kufanikiwa. Wewe hautaweza kufanikiwa. But Mungu hajawahi kuwa na malengo mabaya juu yako. Oh, yes. Mungu hajawahi kuwa malengo mabaya juu ya familia yako. Oh, yes. Shetani kila mpanga anayoweka, yes, katika semina hii, yes, mimi na mtumishi wa Mungu Pastor Mde will deal with it in the name of Jesus Christ. Oh, yes. Under the anointing of our spiritual Father. Oh, yes. Kila nguvu ya giza, yes, inayosimama juu ya maisha yako. Oh, yes. Fire! Fire! Sasa narudi katika maisha ya kawaida. Shetani jinsi anavyohudumu na wewe, anachokunyang'anya kinaitwa imani, faith. Tell your neighbor, faith. Anakunyang'anya kitu kimoja ambapo ni cha muhimu katika maisha yako, ni imani. Anapokunyang'anya, anakuwezesha sasa umsikilize sauti yake. Hapa kuna watu ambapo wanaweza kusema wamsikii Mungu, wanamsikia. Wote mnamsikiaga Mungu. Shida, sauti ya shetani iko sana kwenye masikio yetu. Shida, negativity, kinyume, ndio tunasikiliza sana. Sio kwamba Mungu asemage. Mungu anasema na kila mtu, hajawahi kubagua. Every day, every second, every minute Mungu anasema. Ndio maana katika Ezekiel anasema hivi, nitakutuma kwa wale wasiokuwa wageni kwako. Maana yake anaongeaga nao, naye mwenyewe anaongeaga naye nao. Akasema mioyo yao ni migumu mbele zako, hawatakusikiliza kwa sababu hata mimi. Maana yake kabla mtumishi hajatuma, kabla sijatuma, sio kwamba ni mara ya kwanza ulishakusikia kiroho, ulishakusikiliza maelekezo ya Mungu, bado ufanyagi. Kuna watu hapo unaweza kukuta Mungu anakuelekeza, anasema fanya kitu fulani kwa ajili ya kanisa. We don't do it. Why? Kwa sababu moyo umeufanya kwa wajue. Uvichi Mungu anajua kabisa ukifanya kitu fulani ndio unabarikiwa. Hallelujah. Then shetani anakuambia usifanye. Sasa shetani anapokuwa na mipango katika maisha, anawadivert, kuwatoa kwenye kile Mungu alichokipanga. Biblia inasema hivi, tumepewa kumiliki. Manake physically, spiritually tunamiliki. Mali yoyote unayokutana nayo katika maisha yako, mali yoyote ilianza in the realm of the spirit, katika ulimwengu wa kiroho. Mungu kabla hajakupa mali, alikupa katika kumiliki katika ulimwengu wa kiroho. That's why you had faith that you can make it. Nafikiri kila mmoja anakubaliana na mimi. The day you started that business, siku babaka ameanza ile biashara, ulikuwa na imani ya kwamba you can make it. Ulikuwa na imani ya kwamba natoboa. Hii biashara ndio inanitoboa. Then inasaidia kutoboa. Then from nowhere, shetani akabadilisha imani yako. Sioni kama natoboa hapa. Shetani akaanza kukupa ideas za kukukandamiza zaidi. Why don't you go and get a loan? Analeta kama ushawishi mzuri tu, ideas nzuri, but malengo yake anakupeleka kwenye njia yake akutandike. Kwenye mpango wake anakupeleka kwenye njia yake, amtandike mume wako, amtandike mama yako, amtandike baba yako. Na malengo yake anaweka kwenye target mdogo. So unajikuta uchumi wa familia ni kama vile uniform. Aliyekuwa anapata pesa ni mmoja, naongea na watu, na pesa ikiingia ina majukumu tayari. Shetani amekuwekea budget. Fulani anaumwa, siko naongea na watu. Msiba umejitokeza, gari haitoki garage. Like ni lazima usifanikiwe. Like kuna majukumu ya every day. Ni majukumu ya nani? Ya shetani. Ameyapangaje kwenye maisha yenu? Why?
kwa sababu anafahamu ya kwamba mnapobarikiwa, mnapoinuliwa, kuna watu ambapo mtakuja kuwasaidia waje wamjue Mungu. So shetani hataki watu wamjue zaidi Mungu.